Hodi hodi. Uje hodi hodi. Asante. Oh, Mabatuli. Karibu. Asante sana. Vipi mjomba? Salama tu, habari sasa hivi? Safi tu kwema. Nashukuru Mungu. Karibu. Asante shakaribia. Karibu sana. Naona umetoka ndani kadomo kananona kabisa. Hapana mjumbe, acha mambo yako. Hapana nini Mabatuli wakati mimi naona bwana. Hamna mjumbe, niambie. Safi tu. Naogopa ujio wako. Mabatuli, unaogopaje ujio wako? Mara utashangaa mara umevishwa bangili polisi. Mimi nataka ifike kipindi nikija mjumbe akija nyumbani kwako, basi anakuja na habari njema. So mjumbe anakuja kwako unaogopa kufungwa pingu upeko rumande kwa kitu mesikitaki. Niambie mjumbe. Hasa Mabatuli bwana, nimekuja hapa na jambo moja kubwa sana. Unajua tupo katika kipindi cha sensa ya watu na makazi. Hivyo kama mjumbe napaswa nipite kila kaya yangu kuwajulisha wananchi wangu na kuambia vitu gani watakiwa vizingatiwe katika huo mpango mzima ambao unatakiwa ufanyike. Endapo watatoka mtu, basi anatakiwa abaki mtu. Aidha akitoka mmeo, basi ubaki wewe. Au kama unatoka wewe, basi mmeo abaki. Ili wale watakao kuja wapate ushirikiano waweze kulimaliza hili jambo. Sawa mjumbe, nimekuelewa. Lakini sasa hiyo kesho ni saa ngapi? Hiyo itakuwa saa 2. Kama nilivyokuja mimi sasa na watu watakupita muda huo huo. Mjumbe, mimi nimekuelewa. Na kingine cha kuzingatia, Mabatuli sisubutu kumficha mtu ndani. Yaani kama wapo uko ndani wote watoe ili wapate haki zao za msingi. Sawa. Kwa sababu hili jambo Mabatuli ni jambo la umuhimu. Sawa, nimekuelewa mjumbe. Umeelewa? Karibu. Asante. Karibu sana. Nakuamini. Sawa, nitafanya kama ulivyoniambia. Nakuamini Mabatuli. Sawa. Nakuamini mtu niangusha. Sawa? Siwezi kukuangusha. Haya, sawa. Nashukuru. Mjumbe, karibu tena. Asante. Unamwangalia yule mjumbe. Haleta habari miwani. Habari yake? Habari ya sensa ya watu na makazi. Hivyo mwanamke, unajua kabisa kwa mujibu wa imani yetu sisi haifai masuala ya kuhesabiwa. Alafu yule mjumbe mimi namjua anapenda sana wake za watu. Jamani, serikali inatakiwa iweke mkazo kuhakikisha watu wanapata uelewa wa kutosha juu ya swala hili. Sensa watu na makazi tuhesabiwe, tujulikane idadi kila kaya kwenye kitongoji, ili kurahisisha namna ya utendaji serikali yetu kutuhudumia wananchi. Hivi wewe bwana ubaili utacha lini? Yaani unashindwa kununua mkaa unatokea Mikuni, rafiki yangu Mimoshi kama hivi, maana kitu gani? Wewe hela uambiwe kuonga tu. Kuonga wanawake unawapa hela, lakini kununua nani hii na kuweka mjini unashindwa. Cheki sasa tunanuka Mimoshi. Mimi nitaama bwana kijiwe hiki. Wewe bwana ushaanza gubu basi. Mimi ndio yaani tutafute huko kwa shida, pia tunakuja hapa kwenye raha tupate shida bwana. Ndio hapo sasa. Yaani napo unapokuja kustarehe nikeleke. Kwenye kutafuta hela nikeleke, kwenye kuja kutumia hela zangu pia nikeleke, maana yake huwezi ukanupisha Moshi mimi unanulia perfume wewe. Yaani mjinga huyu. Hebu nike tangawizi. Ingia na kasusi. Au nige kahawa. Wewe bwana mbona sikuelewi? Mara tangawizi, mara alikasusu, mara kahawa. Uko sawa kweli? Kavurugu wangu. Nige kahawa. Wewe kiboko. Wewe unakotoka? Wewe utokee wapi? Kama kuja kale kajumbe sasa hivi sasa anaongea na mke wangu. Hapo anaita masuala ya sensa nyumbani kwangu. Anaongea na mke wangu kabisa, wanasema kabisa. Yaani wana sensi. Kitakonyoka. Kuwa makini na kitakonyoka. Basi nikuibie siri. Mwaka jana kitakonyoka kafumana na mke wa mtu kule mtaa mambo azalani. Chupu afanye vibaya. Yaani kama angekosa mzee Sefu, sasa hizi tunazungumza mengine hivi. Unadhani? Ilikuwa balaa. Navyokuambia. Ila sasa mimi sijaelewa mzee wangu. Tatizo ni sensa au tatizo ni mjumbe na mke wako? Mimi hapo sitaki vyote. Sitaki mjumbe wala sensa nyumbani kwangu. Sawa kabisa. Sawa. Lakini bwana nani? Kama mkeo ameongea na mjumbe kuhusu masuala sensa. Sensa kama sensa, hapo hakuna shida. Ila kama kuna mambo mengine, hapo kunakuwa na shida. Unasemaje bwana Kimya? Kwanza mimi sijajua nini maana ya sensa na nini umuhimu wa sensa, kwa sababu mara ngapi tumehesabiwa lakini hakuna chochote tokea mababu zetu nyuma. Umepiga sensa lakini mwisho wa siku unakufa umaskini tu. Hapana, usiseme hivyo bwana. Sensa ya watu na makazi ni jambo la msingi sana ndugu zangu, lazima tuelewe. Sawa, hatupaswi kuishi kama kumbi. Lazima tuhesabiwe, tujulikane idadi yetu tupo ngapi.
ili kusudi mahitaji yetu yatakapoletwa, au sio bwana, ijulikane tunapoa kwa kiwango gani. Si tumeelewana? Sikiliza nikwambie tu za kweza. Hawa wanataka kutuhesabu, wana maana yao. Umeelewa vizuri? Ndio. Watu hesabu, watujue chukua ngapi. Alafu kama vipi waende akatuuze hata Ulaya huko. Ndio maana yao hapa. Wote tunatakiwa tushiriki zoezi la sensa na makazi. Tutakapohesabiwa sensa, sawa bwana, ndipo itakapojulikana sisi matabaka yetu. Yatajulikana wazee wapo wangapi, vijana wapo wangapi, watoto wapo wangapi, watu wazima wapo wangapi. Lakini vile vile kuna makundi maalum kama walemavu na wazee. Yatakapojulikana hayo makundi ya walemavu na wazee pamoja na sisi, mahitaji yetu yatagaiwa kwa mpango maalumu. Juzi hapa ulikuwa shahidi, unahamika. Nimeenda zahanati, nimekuta bonge la foleni, watu wamekuwa wengi. Unajua kwa sababu gani? Sasa silalamike. Asa usilalamike vipi? Sababu ndio hiyo, idadi ya watu imekuwa kubwa kuliko uwezo wa zahanati. Na ndiyo maana inatakiwa sasa hivi tujulikane idadi yetu, ili kusudi mahitaji kama hayo ya zahanati yapate kufanyaje? Kuongezeka kwa idadi ile tulokuwa nayo. Zamani ilikuwa mtu ukienda zahanati unapata huduma haraka, unauliza hapo nyumbani, unakula ugali wako, una meza dawa. Kadhalika na mahitaji ya walemavu hivyo hivyo. Lakini jamani, serikali ina umuhimu sana juu ya swala zima la sensa ya watu na makazi. Na ndiyo maana ikaamua kuwatuma wajumbe wake nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kutoa elimu ya swala zima la sensa ya watu na makazi. Sasa mboga unasemaje kwamba sensa ina umuhimu? Namna gani? Unazungumza nini huyu? Sensa ingekuwa na umuhimu, kuna siku mtu amekuja kugongia mlango akikuja kukuleta kibaba cha mchele au kibaba cha unga. Cha sembe bwana, hichi hapa utahesabiwa. Maana yake hii hapa sasa. Bwana wewe, huyu anaongea wenda wazimu. Sensa ina maana gani kwetu? Angalia mimi nahangaika hapa miaka yote. Eti leo nikae nyumbani nijihesabiwe. Sina muda huo. Wakahesabu ndugu zao. Sawa kabisa. Unazungumza. Ni bora hata hiyo budget ya sensa. Kuna vitu vingi vya kufanya huko. Waitie hiyo pesa katika dini huko, uingize katika miradi, nini? Barabara kibao sijamalizwa, nini? Kwanza sasa hivi mchele unga unapanda bei. Mimi nyumbani kwangu sitaki sensa. Haiwezekani mimi mke wangu, mimi na wanangu tuhesabiwe kama vile mbuzi pale, kembe mbuzi pale. Kwamba mnene lakini 70. Huo mbaba 50. Mimi sitaki. Hapana. Nisikilize ndugu yangu. Ili zoezi la sensa ni jambo la msingi sana. Ni muhimu sisi kuhesabiwa, tukajulikana idadi yetu tupo kwa kiasi gani. Hatuwezi kuishi kama kumbikumbi. Sikia nikwambie kitu kimoja. Zoezi hili linapofanyika ndipo inapokuwa rahisi kwa sisi kujulikana idadi yetu. Hasa kwa matabaka yetu vile vile. Tutatambulika vijana tupo wangapi, wazee wapo wangapi, umeona bwana? Wanawake wangapi, wanaume wangapi, kadhalika na watoto. Swada. Ndio. Huyu bwana yuko sahihi. Na ndiyo maana tunatakiwa tuiunge mkono serikali kwenye swala zima la sensa ya watu na makazi. Ndiyo maana tunasema sensa ya watu na makazi tuhesabiwe, tujulikane idadi kila kaya kwenye kitongoji. Ndio. Ili kurahisisha namna ya utendaji serikali yetu kutuhudumia wananchi. Kuma mtoto mpumbavu. Shuba mimi sio kuongea na wewe. Mimi naongea na mamako. Toka bibi na mtoto kama unataka bosi ngoja kutoka. Pumbavu moja. Mziki kuna acha nini bwana? Alafu na nyinyi. Hizi kikao mimi nitakiharibu hapa, nitakiharibu. Ni kama mimi mtaona huko hapa. Sasa ukiharibu vipi ndugu yangu? Sasa jaziba bwana, njoo. Mambo ya serikali jamani. Wewe vipi? Bwana vipi? Jambo la msingi kama hili anataka kulichukulia hasira bwana. Wale washagaiwa pesa. Kuna pesa zimemwagwa huko mtaani. Waje hapa watulubuni watu wazima kama sisi tupige hiyo sensa. Hakuna cha sensa wala nini sensa. Hao ndo wale. Sasa bwana, bwana na wewe una support ujinga namna hiyo rafiki yangu. Tatizo elimu ndogo. Mtihani huu. Nipe kahawa bwana. Niongeze kahawa ndugu yangu. Hebu na mimi niongeze. Hili ndo tatizo la watu kutokuwa na elimu juu ya sensa ya watu na makazi. Serikali inatakiwa itumie nguvu kubwa kwenye kuelimisha watu wasiokuwa na uelewa kama hawa. Ndipo zoezi hili litakapofanyika kwa ufasaha. Sensa ya watu na makazi tuhesabiwe, tujulikane idadi kila kaya kwenye kitongoji. Ili kurahisisha namna ya utendaji serikali yetu kutuhudumia. Kwa hiyo kama nilivyotoka kukuambia, unajua sasa hivi tupo katika kipindi cha sensa ya watu pamoja na makazi. Hivyo kama mjumbe sasa, ni wajibu wangu kupita kila kaya ya mtaa wangu kuhabarisha habari wananchi wangu
ni jinsi gani tunaweza kuwapa ushirikiano wala atakaokuja kuandikisha. Sawa sawa? Sawa. Hivyo kama atatoka mtu mmoja kwenye nyumba yako, basi anatakiwa abaki mmoja. Na kama mtaondoka wote, basi mwaje mtu mmoja lakini mwenye akili timamu, ili watakaokuja wale wape ushirikiano. Sawa? Basi sawa mjumbe, nikuelewa. Nashukuru kwa kunielewa. Unajua katika mtaa huu toka niteuliwe kwa mjumbe, hakuna hata mwananchi wangu mmoja uniangusha. Na naimani naileta kwako bibie wangu. Sawa? Naimani utoniangusha. Sawa bibie wangu? Sawa mjumbe. Nashukuru. Sawa. Haya. Wewe kitakonyoka. Bwana Mazengo. Ulikuwa nini kwa Mume wangu, huyu ni mjumbe. wewe? Shika adabu yako na adabu kushike, malaya mkubwa wewe. Ondoka hapa. Ulikuwa unafanya na mke wangu? Bwana. Kwani kuna ubaya gani bwana Mazengo? Mimi kwa Sikiliza wewe, usimcheleweshe. Anapenda kisasi wewe mjumbe kibabu yule. Mjumbe, Bila serikali utafungwa. Jamani, acheni porojo na kulumbana kwa mambo msiyajua. Huyu si mjumbe huyu? Ndio. Sasa kwa nini mnamfanyia hivi? amezoea kuchukua kisa watu. Nisikilizeni mimi. Wacha mimi niwape elimu ya kinifu kuhusiana na sensa ya watu pamoja na makazi. Kisha nanyi mkawaelimishe wenzi wenu huko majumbani. Sasa gani nataka kutuelimisha wewe? Nisikilizeni. Serikali hufanya jukumu hili kila baada ya miaka 10 kwa lengo moja tu, kupata taarifa kamili juu ya sensa ya watu na makazi, ambapo wawakilishi wa serikali hupita katika kila kaya ndani ya kijiji, kata, wilaya, mkoa na hatimaye nchi nzima kwa lengo moja tu, kukusanya taarifa muhimu ikiwemo idadi ya watu pamoja na makazi. Acheni wape mfano ndugu zangu. Kwa mfano serikali inataka kugawa vifaa tiba pamoja na madawa katika hospitali zetu na zahanati. Itajua sisi tuko wangapi? Hakuna. Serikali inataka kugawa vifaa vya elimu, tuna watoto wengi tu hapa. Itajua tuna watoto wangapi? Hakuna. Kwa hiyo zoezi hili ni muhimu sana kwetu sisi jamani, kwa maendeleo yetu na maendeleo ya nchi nzima na mambo mengine kaza wa kaza. Ayo sasa. Ayo sasa. Sasa tuna makazi tuhesabiwe, tujulikane idadi kila kaya kwenye vitongoji, ili kurahisisha namna ya utendaji serikali yetu kutuhudumia wananchi. Kina baba, kina mama, naomba niulize swali. Uliza! Kwa vijana naomba niulize swali. Uliza! Hivi nani kati yenu asiyependa kupata huduma stahiki kwa ufasaha tena kwa wakati kwa kadiri kusudia serikali yetu kulingana na uhitaji? Hakuna! Sema! Hakuna! Sikia! Hakuna! Basi naomba tuungane mkono zoezi zima la sensa ya watu na makazi ili tuweze kunufaika sote kwa pamoja. Ushiriki bwana. Ushiriki. Nitakonyoka. Nitakonyoka.
Bwana mjumbe. Hongera bwana. Lakini unajua watu wanaoiga sana. Lazima unakwenda kuonana na mtu wako. Hakikisha mumewe naye anakuwepo. Mimi mwenyewe ungefanya hivyo nikapiga mrefu. Tuna makazi tuhesabiwe, tujulikane idadi kila kaya kwenye kitongoji, ili kurahisisha namna ya utendaji serikali yetu kutuhudumia wananchi. Kina baba, kina mama, naomba niulize swali. Uliza. Wazee kwa vijana, naomba niulize swali. Uliza. Ni nani kati yenu wasiyependa kupata huduma stahiki kwa ufasaha tena kwa wakati kwa kadiri kusudia serikali yetu kulingana na uhitaji? Hakuna.